Mimi nasema alipokata roho, aliposema imekwisha, maana yake dhambi zote zimetolewa. Andiko. Umesoma pale Andiko. Si tumesoma katika Wagalatia sura ya 3 kwamba Yesu alifanywa laana kwa ajili yetu? Iwapi imeandikwa sasa baada ya kufa alisamehewa? Angesamehewaje wakati yeye mwenyewe hakuwa na dhambi, na wanadamu ndio waliokuwa na dhambi, ndio walihitaji msamaha? Sawa kabisa. Tumekubaliana ukimsaidia mwizi kubeba mzigo, wewe nawe ni nani? Tumekubaliana ukibeba mzigo wa mwizi, na wewe ni nani? Utakuwa umebeba mzigo wa mwizi. Sawa kabisa. Kwa kuwa Yesu alibeba mzigo wa laana, akawa na nini? Nasema alifanywa laana wakati ule masaa yale alipokuwa hapo msalabani. Wapi sasa alitakaswa kutolewa laana hiyo? Andiko. Maandiko yanasema siku ya 3 alifufuka. Hebu tusome. Soma inaposema alitolewa laana ile baada ya kufufuka. Andiko. Tusome alipofufuka. Wapi aya inasema alipofufuka alitolewa laana? Petro ni kwamba Petro ni shetani. Wewe unaamini maneno ya shetani? Naomba wewe unaamini maneno ya shetani? Maneno ya shetani siwezi kuyaamini. Takbir. Wapi aya Yesu kasamehewa dhambi? Tueleze papa. Wapi aya Yesu kasamehewa dhambi msalabani? Ndio aya tunayoitaka. Ndugu yangu, naomba kwanza tuelewe hapa. Kwa nini Yesu akamwambia? Kwa sababu tuwe tunaenda na sababu. Kwa nini Yesu anamwambia Petro ni shetani? Kwani Yesu muongo mkweli? Ni kwamba Yesu muongo mkweli. Unisikilize, Yesu ni mkweli. Kwamba Petro ni alimwambia mahali hapa kwamba Petro ni shetani, lakini si Petro alijuta baadaye. Subiri sasa. Aliondoa ile roho ya kishetani, badala yake alilia, alijuta. Kwa hiyo hangebakia kuwa shetani tena. Subiri kwanza. Utanionyesha hiyo aya Petro anajuta anatoka kuwa shetani. Kwanza nataka aya kasamehewa dhambi msalabani Yesu. Aya hiyo unayo? Nimekwambia aya unayo mchungaji? Ndiyo. Unisikilize kwanza. Naomba aya kwanza. Unisikilize kwanza. Aya unayo? Tukisoma aya bila kuelewa, Biblia inasema asomaye na afahamu. Sasa kama tutasoma bila kuelewa, basi napo itakuwa haina maana. Sawa kabisa. Sawa kabisa. Sawa kabisa. Biblia inatuambia katika 22 Ufunuo, asomaye na afanye nini? Na afahamu. Kwa hiyo kabla ya kufahamu kinachoanza kufanyaje? Sasa tumesema kinaanza nini? Unielewe kwanza. Kabla ya kufahamu kwanza ni kufanyaje? Andiko linasema asomaye na afahamu. Kwa hiyo huwezi kufahamu kabla ya kusoma. Wapi andiko kasamehewa msalabani? Sasa tumesoma kwamba Yesu hakuwa na dhambi wala hakuwa na hila. Sasa angesamehewa aje yeye wakati hana dhambi? Kwa hiyo kama tunastahili msamani sisi binadamu. Very good. Kwa hiyo kama tunakubaliana kwamba hakuwa na dhambi, Yesu hakwenda wapi? Yesu alienda msalabani kwa ajili yetu, sio kwa ajili yake. Sawa, wakati anakwenda msalabani alikuwa kabeba nini? Mizigo ya dhambi ya wanadamu. Ambayo iko kwa nani? Biblia inasema kwamba Yesu alizichukua dhambi zetu katika mti. Wapi alisamehewa? Andiko. Yeye hangeweza kusamehewa, tuliostahili kusamehewa ni sisi. Kwa hiyo bado alibaki nazo pale msalabani. Hivi nataka nikupe swali. Dhambi alibaki nazo, alisamehewa. Wewe nataka nikueleze kwa swali, alisamehewa, alibaki nazo. Yesu hakuhitaji msamaha, tuliohitaji msamaha ni sisi binadamu. Tuliposamehewa sisi dhambi zetu akabeba nani? Yesu alibeba dhambi. Kwa hiyo Yesu wakati anabeba akawa na mzigo wa nini? Nimekwambia alikuwa na mzigo wa dhambi masaa yale. Wapi kasamehewa? Kabla bado. Wapi kasamehewa? Yeye hangesamehewa, alikuwa hana dhambi, tuliostahili kusamehewa ni sisi binadamu. Ule mzigo aliupeleka wapi?
Je, wewe unaamini kwamba Yesu alikwenda msalabani? Mimi siamini, kwa sababu Mungu anasema Yesu hajafa. Kwa hiyo maandiko yanasema uongo? Unalo andiko Mungu anasema Yesu kafa? Ndiyo. Naomba kwanza katika Isaya. Naomba